Yes, mtazamaji wa Atu Media ambayo unatufuatilia kwa majira kama haya, hapa siku ya leo imekuwa siku ya kipekee sana. Mimi kukutana na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwakabenga. Watu wengi wamekuwa wakibarikiwa na huduma anayofanya ya neno la Mungu, na watu wengi walimfahamu pasta huyu mwaka jana 2025 pindi tu alipokuwa amepata na janga kubwa la kuondokewa na mama mchungaji. Ni moja kati ya taarifa ambayo iligusa watu wengi, lakini watu wengi tulihuzunishwa na kifo cha mpendwa wetu mama mchungaji Sofia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Ni salama. Hongera kwa kazi ya Bwana. Asante sana, nashukuru Mungu. Huduma inaendeleaje? Namshukuru Mungu, huduma inaendelea vizuri na naendelea vizuri. Kwa kifupi, watu wasio kufahamu, Pastor Mwakabenga ni nani? Pastor Mwakabenga ni mchungaji. Mimi ni mchungaji kama ambavyo inajieleza. Pastor Mwakabenga, mimi ni mchungaji wa kanisa la House of Prayer International Ministry chini ya Bishop Fra Elia Mwakabenga, makao makuu ambayo yako Tunduma, lakini mimi natumika niko boda. Mimi ifahamike tu kwa ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Okay. Ndio. Pole kwa janga ambalo ulikutana nalo mwaka 2025. Asante sana, namshukuru Mungu, nimepoa, naendelea vizuri. Tukio hili ni la huzuni. Limeacha alama gani kwenye maisha yako? Nimejifunza kwamba hili tukio mimi limenifundisha kwamba tupo leo, kesho tunaweza tusiwepo. Kwa hiyo nimejifunza kitu kikubwa sana, kumbe kwamba kuna kuishi alafu kuna kuishia, tunaishi alafu tunaishia. Na hiki kitu kimenifundisha jambo moja kubwa sana, kwamba tunatakiwa kushukuru tu kwa kila jambo, kwamba haya ni maisha, tunaishi, tunaishia. Ndivyo ilivyo, ndio maisha yenyewe, ndio maana ya hali halisi ya maisha. Okay. Mke wako aliondoka akiwa na umri mdogo, lakini nakumbuka mlikuwa mmetoka kufunga ndoa siku za hivi karibuni, lakini mama alikuwa anaenda kujifungua, changamoto ya uzazi kaondoka naye. Labda unaweza kutuambia safari yenu na Pastor Sofia ilikuwaje? Watu wanatamani kujua behind the scene. Nilibahatika kufunga ndoa na mke wangu. Nimekaa naye mwaka mmoja. Mwaka mmoja tu ambao nimedumu na mke wangu. Ndio. Nimekaa naye mwaka mmoja. Tuliishi maisha ya furaha, amani, kwa upendo, na hatukuficha sisi upendo wetu. Yes. Tulionyesha upendo. Watu waliona, walijua kwamba watu wanapendana. Tuliishi upendo kwa kweli, upendo usiokuwa na maigizo. Lakini mke wangu ni jambo ambalo lilitokea, ama kitu ambacho kilimuondoa ni changamoto ya uzazi kama ambavyo umeweza kuelezea. Ilitokea akiwa mjamzito. Ingawaje hakuwahi kusumbuliwa kwamba labda anaumwa katika ile hali ya kuwa mjamzito. Hapana. Hakuwahi kupata changamoto yoyote. Hakuwahi kupata changamoto ya kuumwa, kwamba labda anapatikana na shida fulani. Na nakumbuka siku ambayo, unajua mimi mke wangu amefariki wakati ndo naanza kusimamisha huduma, ndo naanza sasa huduma rasmi. Okay. Yani kusimama sasa kwa nafasi ya mchungaji. Okay. Nikaanza huduma boda Kiela. Wakati huo yeye nimemwacha Mbeya. Nakumbuka siku hiyo akawa amenipigia simu usiku kabla ya kwenda hospitali. Maana yake ilibidi twende hospitali kama kesho. Mimi kama leo ilikuwa ni ibada. Sasa akaniambia ule usiku kwamba ningeomba ungeacha ibada uwai ili twende hospitali. Nikamwambia mbona sio kitu cha kawaida, alafu mimi unajua kabisa kwamba sijawahi kuacha ibada, lazima ungenivumilia tu nimalize. Akasema haiwezekani, naomba tu kufanya hivyo twende. Lakini hakuwa katika hali ya kwamba labda anaumwa anapata shida, hapana. Kwa sababu tayari alikuwa ameshaandikiwa operation. Kwa mimi nikamsimamisha mtu mwingine aendeshe ibada. Nikakimbia mara moja, na nilipofika nikamkuta yuko vizuri tu, yuko nyumbani. Na akaniambia tusipande gari wala tusichukue bajaji wala tusichukue bodaboda, twende tu tutembee. Kwa hiyo tukawa tunatembea, tunafurahi, tunacheka na mtania. Hilo tumbo kubwa, inawezekana wakawa watoto wawili. Sasa bana tunataniana hivyo kama umebeba wawili hivyo. Lakini tulipofika hospitalini, nakumbuka wakamwangalia, wakaambia bana huyu kama ilivyoandikiwa operation, na
mmechelewa, kwa sababu tulikuwa tunamsubirishia kwamba labda anaweza akajifungua kwa njia ya kawaida. Ya kawaida ndio. Basi nikasaini kama ilivyo kawaida pale. Nilivyosaini wakamuingiza kule, lakini akanisii sana nimsubiri. Akasema wao madaktari akasema wewe unaweza kaondoka tu, hata kwa sababu mimi nilikuwa na mdogo wangu alikuwa nimemwacha nyumbani anaandaa chai. Akasema kwa sababu mdogo wako yupo wa kike, wewe nenda nyumbani, alafu yeye huyo mdogo wako ndo aje, kwa sababu yeye ni mwanamke mwenzie. Kwa wewe nenda, tutakuita atakapokuwa tayari. Lakini mke wangu akaniambia pana, usiondoke, naomba nisubiri kwa sababu hawachelewi. Hivyo tu akaongea hivyo. Kweli mimi nikatoka nje nikaanza kumsubiria. Subiri, muda unaenda. Muda unaenda. Sasa baadaye nikakuta madaktari waliokuwa wanamhudumia wametoka nje. Mimi nikaingia kule ndani. Wakawa wanakataza nisiingie. Lakini nikasikia tu niingie, nikaforce tu nikaingia kwa nguvu. Nimeingia kule nikakuta zile mashine zao zile inalalamika vibaya mno, alafu wana kama kumshtua hivi, wanampiga ile, wanampiga. Baadaye wakanitoa kwa nguvu nje. Akamwambia sisi tunamhudumia. Nikatoka nje. Lakini pale ndo akili yangu ikaanza kuhama. Nikasema Mungu wewe wajua, mapenzi yako tu yatimizwe. Yale ya kusudia basi yatimizwe. Nikaomba, nikarudi nje nikatulia. Nimekaa hapo, mwili ukaanza kubadilika, nikaanza kusikia baridi kali sivyo kawaida. Lakini kwa nimevaa sweta. Na kama umefuatilia vizuri zile video unanikuta mimi niko na sweta, sikubadilisha nguo zile. Nilivaa sweta, mtu akiangalia zile video za msiba ananiona nimevaa sweta plover. Alinipatia rafiki yangu ile fidia alivyonikuta kule. Sasa nikabaki niko nje, nikampigia mama yangu simu kwamba mama, naomba tu wewe uje hospitalini, atoke nyumbani kijijini kule aanze kuja. Akasema sasa hivi muda umeenda. Nikamchukua hata bodaboda, wewe njoo. Kafika nikakaa, muda umeenda, saa 12. Unajua kutoka saa 7 mpaka kwenda saa 12 tayari yani unaanza kuhisi kitu tofauti kabisa. Tumekaa, baadaye wakasema uko na nani? Nikasema niko na mdogo wangu. Tayari mdogo wangu alikuwa tayari ameshafika hospitali. Niko na mdogo wangu. Okay, saa mwingine akawa amefika mtumishi wa Mungu Pastor Ezra Emmanuel. Nikasema niko na mchungaji. Baadaye akafika mwimbaji yule Simon Mwambeje. Akasema okay, basi njoo wewe na mchungaji. Maana mimi na Pastor Ezra. Baadaye wakamuita tena Simon mwimbaji yule. Wakaniingiza chumba kimoja pale hospitalini. Nikaingia kule ndani, wakaambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Baada kuniambia zile kauli kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unatakiwa kuwa na moyo mkuu. Tayari nikawa nimepata mshtuko kwamba hapa tayari kuna kitu kiko tofauti. Wakaeleza maelezo yao kwamba tumepambana sana, tumehangaika sana kwa uhai wa mke wako, lakini imeshindikana kwa sababu mke wako baada ya kumtoa tu mtoto akapata mshtuko. Yani kwamba walivyomfanyia operation ile wamemtoa tu mtoto akapata mshtuko, akashtuka. Nasikia ile sasa ni hatari sana kama yuko kwenye hali ile ya operation alafu akashtuka, inakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo ndicho kilichopelekea kifo cha mke wangu. Pole sana Pastor kwa pito hilo. Yes.